Kabla hujaendelea kusoma hadithi hii, kama unapenda simulizi zinazogusa moyo, zinazoacha funzo la maisha na hadithi za kweli za kuvumilia mpaka ushindi, bonyeza subscribe sasa, kwa sababu simulizi hii si ya kawaida. Ni hadithi ya mapenzi, maamuzi na matokeo yake, na huenda ukajiona ndani yake, hasa kama umewahi kudharauliwa kwa sababu ya hali yako ya maisha. Jina lake aliitwa Daniel Mwangosi, na kabla hajajulikana na dunia, kabla majina ya kampuni hayajaanza kubeba sahihi yake, na kabla magari ya kifahari hayajaanza kumsubiri nje ya majumba makubwa, alikuwa mwanaume wa kawaida sana. Mume alikuwa anapambana kila siku kuhakikisha angalau kuna chakula mezani, hata kama hakukuwa na uhakika wa kesho. Alimuoa Rehema kwa mapenzi ya dhati, si kwa mali, si kwa ahadi za utajiri, bali kwa ndoto walizokuwa wakizishirikiana wakiwa wamekaa kwenye chumba kidogo cha kupanga, wakiamini kuwa maisha yangebadilika mradi wawe pamoja. Walianza ndoa yao bila kitu kikubwa, isipokuwa upendo na matumaini, lakini maisha hayakuwa na subira kama walivyokuwa wakifikiri. Daniel alipambana kutafuta kazi, akafanya kazi za vibarua, akajaribu biashara ndogo ndogo ambazo zilishindwa kabla hata ya kuota mizizi, na kila alipoanguka, alisimama tena, akimwambia Rehema, nipe muda, nitajitahidi. Lakini kadri siku zilivyopita, subira ya Rehema ilianza kupungua, kwa sababu aliona marafiki zake wakiolewa na kuanza maisha mazuri, wakipanda magari, wakiposti picha za safari, huku yeye akibaki katika chumba kile kile, akihesabu kila shilingi. Maneno yalianza kubadilika polepole, kutoka faraja hadi lawama, kutoka ushauri hadi dharau, na Rehema alianza kumwona mume wake si kama mshirika wa ndoto, bali kama kikwazo cha maisha aliyotamani. Alianza kumlinganisha Daniel na wanaume wengine, akamwambia wazi kuwa amechoka na maisha ya kuombaomba, akamwambia mapenzi hayawezi kulipa kodi, na Daniel aliyasikia maneno hayo kama visu vinavyochoma moyo, lakini bado hakumlaumu, alijilaumu yeye mwenyewe. Usiku mmoja, baada ya ugomvi mkubwa uliojaa maneno mazito, Rehema alichukua uamuzi ambao Daniel hakuwa ameutegemea kabisa. Akamwambia kwa sauti baridi kuwa anaondoka, kuwa anataka maisha bora na kuwa hawezi kuendelea kuishi na mwanaume asiye na mwelekeo, na hata machozi ya Daniel hayakumbadilisha, kwa sababu tayari alikuwa ameamua, na asubuhi yake akaondoka, akimwacha Daniel na chumba tupu kilichojaa kumbukumbu na maswali yasiyo na majibu. Kuondoka kwa Rehema kulimuumiza Daniel zaidi kuliko umasikini wenyewe, kwa sababu aligundua kuwa hakuwa ameondokewa na mke tu, bali alikuwa amepoteza heshima yake kama mwanaume. Na kwa muda mrefu aliishi katika huzuni, akijilaumu, akijifungia, akihisi kama ameshindwa maishani. Lakini katikati ya giza hilo kulianza kuwaka cheche ndogo ya hasira iliyochanganyika na maamuzi. Si hasira ya kulipiza kisasi, bali ya kujithibitisha, si kwa Rehema, bali kwa nafsi yake mwenyewe. Daniel aliamua kuondoka katika mji ule ule uliokuwa umejaa kumbukumbu za ndoa iliyovunjika. Akaenda mbali, akaanza upya bila mtu yoyote anayemjua. Akaanza kujifunza kwa bidii, akajifunza biashara, akafanya kazi mchana na usiku, akalala njaa tena, lakini safari hii akiwa na lengo moja, kuibadilisha hadithi yake. Na taratibu, maisha yakaanza kubadilika, si kwa ghafla, bali kwa juhudi ambazo hakuna aliyekuwa anaziona. Wakati Daniel alipokuwa anapambana kujijenga upya, Rehema naye alianza maisha mapya, akiamini kuwa umasikini ni ugonjwa usiotibika, na hakujua kuwa uamuzi aliofanya kwa haraka ungekuwa mwanzo wa somo gumu zaidi maishani mwake, kwa sababu maisha yana tabia ya kurudisha watu waliowahi kudharauliwa, lakini kwa nyuso tofauti na nafasi tofauti. Miaka ilianza kusonga, maumivu yakaanza kupungua kwa Daniel, lakini kumbukumbu hazikupotea kabisa, zikabaki kama kovu linalokukumbusha ulipotoka. Na bila yeye kujua, safari yake ilikuwa inaelekea katika kilele kingeunganisha tena maisha yake na ya Rehema, lakini safari hii si kama mume na mke, bali kama watu wawili waliobadilika kabisa. Miaka miwili baada ya Rehema kumwacha Daniel,
Maisha yake yalionekana juu juu kama yalikuwa yamepangwa vizuri, lakini ndani yake kulikuwa na mapengo ambayo pesa wala tabasamu za nje hazikuweza kuyajaza. Kwa sababu baada ya kuondoka, alipokelewa vizuri na marafiki waliokuwa wakimwonea wivu zamani. Akapata kazi nzuri kupitia mtandao wa marafiki, akaanza kuvaa vizuri, akahamia kwenye nyumba nzuri zaidi na akaanza kuamini kuwa uamuzi wake ulikuwa sahihi, kwamba alikuwa amejinasua kutoka kwenye mzigo wa umaskini. Lakini kadri miezi ilivyopita, alianza kugundua kuwa maisha aliyokuwa akiishi yalikuwa ya haraka, lakini yasiyo na mizizi, kwa sababu watu waliomzunguka walimpenda kwa kile alichokuwa nacho, si kwa yule aliyekuwa kweli. Rehema alianza kuchoka kubadilisha mahusiano, akakutana na wanaume waliokuwa na pesa lakini wasio na muda, waliokuwa na ahadi lakini wasio na dhamira. Na mara nyingi aliporudi nyumbani usiku alijikuta akimkumbuka Daniel, si kwa sababu alitaka kurudi, bali kwa sababu alikumbuka namna alivyokuwa anahisi salama hata walipokuwa hawana kitu. Lakini kila alipojaribu kuifukuza kumbukumbu hiyo, alijiambia kuwa hakuwa tayari kurudi kwenye maisha ya shida, na hivyo akaendelea kusonga mbele, akijidanganya kuwa amesahau. Wakati huo huo, Daniel alikuwa anaishi maisha tofauti kabisa, maisha ya ukimya na kazi ngumu, bila mtu wa kumshangilia, bila mtu wa kumhurumia, akifanya kazi katika kampuni ndogo mchana na kusoma biashara usiku, akijifunza masoko, uongozi na nidhamu ya fedha. Na kila siku alipochoka, alikumbuka maneno ya Rehema yaliyomvunja moyo, si kwa chuki, bali kama kumbushio la kwa nini hakutaka kurudi nyuma tena. Na polepole alianza kuona fursa ambazo wengine hawakuziona, akaanzisha biashara ndogo ya huduma za usambazaji, akapoteza pesa mara ya kwanza, mara ya pili, lakini mara ya tatu akafanikiwa kupata mteja mkubwa, na hapo ndipo maisha yake yakaanza kubadilika kwa kasi. Daniel hakuruka katika anasa, hakurudi kwa kelele, alibaki kimya, akawekeza kila faida aliyopata, akaajiri watu, akaongeza mtandao wake, na ndani ya miaka michache biashara yake ikawa kampuni kubwa ya usambazaji na uwekezaji, akapanua hadi nje ya nchi, akawa mtu anayeheshimiwa kwenye vikao vya biashara, lakini moyoni mwake bado alikuwa yule kijana aliyewahi lala njaa na kuachwa kwa sababu hakuwa na pesa. Na hilo ndilo lililomfanya awe mkali kwa nidhamu na mnyenyekevu kwa maisha. Siku moja akiwa kwenye mkutano mkubwa wa biashara, Daniel alikutana na rafiki wa zamani aliyekuwa anamfahamu Rehema, na bila kukusudia, jina la Rehema likakajwa, na Daniel alihisi kifua chake kikibana kwa sekunde chache, lakini akatulia, akatambua kuwa alikuwa amesonga mbele na kwamba yaliyopita hayakuwa na mamlaka juu yake tena. Na hata hivyo, hakujua kuwa maisha yalikuwa yanapanga mkutano wao kwa njia ambayo hakuna hata mmoja wao angeweza kuitabiri. Rehema kwa upande wake, alianza kukumbwa na mfululizo wa changamoto. Kazi aliyokuwa anategemea ikaanza kuyumba, mahusiano aliyokuwa anategemea yakavunjika, na polepole akaanza kushuka, si ghafla, bali kwa mteremko mrefu uliojaa maswali na majuto. Na kila alipofikia hatua ya chini zaidi, alikumbuka maneno aliyomwambia Daniel, akianza kujiuliza kama kweli umaskini ulikuwa tatizo, au kama tatizo lilikuwa kukosa subira. Lakini hata mawazo hayo hayakumrudisha nyuma, kwa sababu kiburi kilikuwa bado kinamzuia. Miaka ilipita na Daniel akapanda zaidi, akawa milionea, kisha bilionea, akajenga jina, heshima na biashara imara. Na siku moja aliamua kuoa tena. Safari hii si kwa haraka, bali kwa utulivu na hekima. Akachagua mwanamke aliyempenda kwa utu wake na aliyemwamini hata kabla hajajua ukubwa wa utajiri wake. Na walipopanga harusi yao, Daniel aliamua jambo lingeshangaza wengi. Akaamua kuialika listi kubwa ya watu kutoka maisha yake ya zamani, si kwa majigambo, bali kwa kufunga ukurasa wa mwisho wa historia yake. Na jina la Rehema likawa miongoni mwa orodha hiyo. Alipoona kadi ya mwaliko, Rehema alishtuka, moyo wake ukapiga kwa kasi, kwa sababu jina la Daniel sasa linaambatana na maneno kama bilionea, mfanyibiashara mkubwa na harusi ya kifahari ya mwaka. Na hapo ndipo alipotambua kwa uzito kuwa mwanaume aliyemwacha kwa sababu ya umaskini sasa alikuwa amefika kileleni, na alikuwa amemwalika si kama mke bali kama mgeni. Na swali lililobaki lilikuwa angeenda au asingeenda.
Na kama angeenda, angekabiliana vipi na ukweli uliokuwa mbele yake? Kadi ya mwaliko wa harusi ilibaki mikononi mwa Rehema kwa muda mrefu kuliko alivyotarajia. Aliisoma mara kwa mara kana kwamba maneno yangebadilika. Lakini kila alipoisoma, jina la Daniel Mwangosi lilibaki pale pale, likiwa na uzito mkubwa kuliko karatasi yenyewe. Kwa sababu halikuwa jina tu, bali lilikuwa kumbukumbu ya maamuzi aliyofanya, maneno aliyosema na mlango aliyoufungia kwa hasira miaka iliyopita. Na sasa mlango huo ulikuwa umefunguliwa tena, lakini kutoka upande wa pili, upande ambao hakuwa amejiandaa kuukabili. Usiku huo Rehema hakulala. Mawazo yalikuwa mengi, aibu ikichanganyika na mshangao, majuto yakigongana na hofu, kwa sababu hakujua kama mwaliko ule ulikuwa ni wa heshima ya kawaida au ulikuwa ni kioo ambacho kingemlazimisha kukabiliana na nafsi yake. Na kila alipofikiria kutokwenda, sauti ndani yake ilimwambia kukimbia hakubadilishi ukweli. Na kila alipofikiria kwenda, moyo wake ulijaa maswali mazito ambayo hayakuwa na majibu rahisi. Kwa upande wa Daniel, maandalizi ya harusi yalikuwa yakiendelea kwa mpangilio na utulivu. Lakini ndani yake kulikuwa na safari ya kiakili ambayo haikuwa rahisi, kwa sababu uamuzi wa kumwalika Rehema haukuwa wa kulipiza kisasi wala wa kuonyesha mafanikio, bali ulikuwa uamuzi wa kufunga ukurasa wa maisha yake kwa amani, kwa sababu alijua kuwa kuna majeraha yanapona tu pale unapokutana nayo uso kwa uso bila chuki, na alijua kuwa hawezi kuingia kwenye ndoa mpya akiwa bado amebeba kivuli cha ile ya zamani. Mchumba wake, Amina, alikuwa mwanamke mwenye hekima na utulivu, na Daniel alimwambia ukweli wote kuhusu maisha yake ya nyuma, kuhusu Rehema na kuhusu sababu ya mwaliko huo. Na Amina hakupinga, hakulalamika, bali alimwambia maneno ambayo Daniel hangesahau kamwe, kwamba kama kweli alikuwa amemsamehe Rehema moyoni, basi kukutana naye hakutavunja chochote, bali kutathibitisha ukomavu wake. Na maneno hayo yakamfanya Daniel ajue kuwa alikuwa amechagua mwanamke sahihi kwa maisha yake yajayo. Siku ya harusi ilipokaribia, taarifa zilienea kila mahali. Vyombo vya habari vilianza kuzungumza juu ya harusi ya kifahari ya bilionea maarufu. Wageni waalikwa kutoka ndani na nje ya nchi. Ukumbi mkubwa ukapambwa kwa ustadi wa hali ya juu, na kila kitu kilionekana kama ndoto. Ndoto ambayo Daniel hakuwahi kuota alipokuwa anaishi kwenye chumba kidogo na Rehema. Na kila alipotazama maandalizi hayo, alikumbuka jinsi maisha yanavyoweza kubadilika kwa kasi ikiwa mtu hatokata tamaa. Rehema aliamua kwenda, si kwa sababu alitarajia kurejesha kilichopotea, bali kwa sababu alihitaji kukabiliana na ukweli. Na siku ya harusi, alipovaa gauni lake, alijiangalia kwenye kioo kwa muda mrefu, akitambua kuwa nje alikuwa ameonekana mzuri, lakini ndani kulikuwa na mapambano makubwa. Na alipofika kwenye ukumbi wa harusi, macho yake yalishindwa kuficha mshangao, kwa sababu kila kitu kilikuwa kikubwa, cha kifahari na chenye utulivu. Na katikati ya hayo yote, alikuwa Daniel, mwanaume aliyekuwa amebadilika kabisa, lakini bado alikuwa na mkao ule ule wa utulivu aliokuwa nao zamani. Macho yao yalipokutana kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, muda ulionekana kusimama kwa sekunde chache. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na lawama, kulikuwa na ukimya uliojaa historia. Na Daniel alimkaribia Rehema kwa heshima, akamsalimia kwa sauti tulivu, na kwa sekunde ile Rehema alitambua tofauti kubwa zaidi. Si majari, si suti, si hadhi, bali utulivu na kujiamini ambao Daniel alikuwa nao sasa. Utulivu ambao hakuwa nao zamani, kwa sababu ulikuwa bado unaota. Mazungumzo yao hayakuwa marefu, hayakuwa ya kulaumiana. Daniel alimshukuru kwa kuja, akamwambia anatumaini yuko vizuri, na Rehema alijibu kwa sauti iliyotikiswa na hisia kuwa anafurahi kumwona akiwa amefanikiwa.
Na katika maneno hayo mafupi kulikuwa na uzito wa miaka mingi ya maamuzi na matokeo. Na Rehema alitambua wazi kuwa mwanaume aliyekuwa mbele yake hakuwa yule aliyemwacha. Alikuwa mtu mpya kabisa, na nafasi aliyoipoteza haingeweza kurejeshwa kwa majuto wala machozi. Wakati sherehe zikiendelea, Rehema alimtazama Daniel na Amina wakiwa pamoja, akiona namna walivyoongea kwa heshima, namna walivyotabasamu kwa amani. Na hapo ndipo moyo wake ulipata somo ambalo halikuwa na maneno, kwamba mapenzi ya kweli hayapimwi kwa kile ulichonacho leo, bali kwa imani ya kuendelea hata kesho haijalikani. Na alitambua kwa uchungu kuwa alimwacha Daniel wakati alikuwa anapanda, na sasa alikuwa anashuhudia mavuno ambayo hakuwa tayari kuyavumilia kipindi cha mbegu. Lakini hadithi haikuwa imefika mwisho bado, kwa sababu kulikuwa na ujumbe mmoja wa mwisho ambao ungeamua kama mkutano huo ungeishia kwenye maumivu au kwenye ukomavu wa kweli. Sherehe za harusi ziliendelea kwa furaha na shamra-shamra, wageni wakicheka, muziki ukipigwa kwa ustadi na kila kona ya ukumbi ikitoa picha ya mafanikio na amani. Lakini kwa Rehema, kila dakika iliyopita ilikuwa kama somo la maisha lililokuwa linajifunza kwa vitendo, si kwa maneno, kwa sababu kila alipotazama Daniel, aliona si tu bilionea aliyefanikiwa, bali mwanaume aliyekuwa amekomaa, aliyepitia maumivu na aliyekataa kuacha maisha ya msawili kwa kushindwa. Na ndani ya moyo wake alijua wazi kuwa kile alichokiona si kitu ambacho kingeweza kupatikana kwa kukimbia kipindi cha shida. Baada ya hafla ya ndoa kukamilika, wakati wageni wakianza kupumzika na wengine kuondoka taratibu, Daniel alimwomba Rehema wakae pembeni kwa mazungumzo mafupi, si kwa siri bali kwa heshima. Na walipokaa kulikuwa na ukimya wa sekunde chache ambao haukuwa wa aibu bali wa kukusanya maneno sahihi. Na Daniel alianza kuzungumza kwa sauti tulivu, akimwambia kuwa hakumwalika kwa ajili ya kumuumiza wala kumdhalilisha, bali kwa sababu alitaka kuonyesha kuwa maisha hayasimami pale mtu anapokataliwa, na kwamba kila kitu alichopitia, ikiwemo kuachwa kwake, kilimjenga na kumfanya awe mwanaume aliyesimama mbele yake leo. Rehema alimsikiliza huku macho yake yakijaa machozi ambayo hakuyazuia tena, kwa sababu kwa mara ya kwanza hakuhisi kushambuliwa bali kueleweka. Na Daniel aliendelea kwa kusema kuwa amemsamehe kwa muda mrefu, si kwa sababu hakuchanganyikiwa wala kuumia, bali kwa sababu chuki ingemfunga yeye kuliko ilivyomfunga mtu mwingine yeyote, na kwamba harusi hiyo haikuwa ushindi dhidi ya Rehema, bali ushindi dhidi ya hofu, umaskini wa mawazo na kukata tamaa. Na maneno hayo yalimgonga moja kwa moja moyoni, kwa sababu alitambua kuwa Daniel alikuwa amefika mahali pa juu si tu kwa pesa bali kwa hekima. Rehema alijaribu kuomba radhi, si kwa maneno mengi, bali kwa sauti iliyotikiswa na hisia, akimwambia kuwa alifanya maamuzi akiwa amechanganyikiwa, ongozwa na hofu ya umaskini na presha ya jamii. Na Daniel alimsikiliza bila kumkatiza, akimruhusu amalize mzigo aliokuwa ameubeba kwa miaka. Na baada ya hapo, alimwambia kwa upole lakini kwa ukweli kuwa kila mtu ana haki ya kuchagua, lakini kila uchaguzi una matokeo, na kwamba maisha hayarudishi muda, lakini hutoa funzo, na funzo hilo ndilo lililokuwa muhimu zaidi. Mazungumzo yao hayakumalizika kwa ahadi ya kurudiana wala matarajio ya kuanza upya, bali yalimalizika kwa heshima, ukomavu na kukubali kuwa safari zao zilikuwa zimekwenda pande tofauti kwa sababu nzuri. Na Rehema alipoondoka kwenye ukumbi ule, aliondoka akiwa na hisia mchanganyiko, huzuni, majuto, lakini pia ufahamu mpya kuwa maisha hayawezi kujengwa juu ya kukimbia changamoto, bali juu ya kuyakabili. Na kwa mara ya kwanza hakumlaumu Daniel wala nafsi yake, bali alikubali somo liliochelewa lakini muhimu. Kwa upande wa Daniel, aliporudi kwa mkewe Amina, alimkumbatia kwa shukrani kubwa, kwa sababu alijua amefunga mlango wa zamani kwa amani na sasa alikuwa huru kuanza ukurasa mpya bila mizigo ya jana. Na alipotazana wageni wakiondoka na ukumbi ukitulia, alitambua kuwa ushindi mkubwa wake haukuwa kuwa bilionea, bali kuwa mwanaume ambaye hakuruhusu kuachwa kwake kumfanya awe mchungu, bali kulimfanya awe bora.
Miaka iliyofuata, Daniel aliendelea kukuza biashara zake, lakini zaidi ya yote aliwekeza katika watu, akitoa fursa kwa vijana waliokuwa wanapambana kama alivyopambana yeye, akiwafundisha kuwa mafanikio hayaji kwa kukimbia shida, bali kwa kuisimamia. Na hadithi yake ikawa funzo linalosimuliwa mara nyingi, si kwa sababu ya harusi ya kifahari, bali kwa sababu ya safari ya kuvumilia hadi ushindi. Rehema naye alichukua funzo hilo kama somo la maisha, akabadilisha mtazamo wake, akajifunza kuthamini safari badala ya matokeo ya haraka, na ingawa hakurudisha kilichopotea, alijijenga upya akiwa na hekima zaidi, akielewa kuwa mapenzi ya kweli hayachagui hali, bali tabia na mwelekeo. Na hadithi yao ikabaki kama ukumbusho kuwa maamuzi tunayofanya wakati wa dhiki huamua tunakaa wapi wakati wa mavano. Na hapo ndipo hadithi hii inapofikia mwisho wake, si kama hadithi ya kulipiza kisasi, bali kama simulizi ya ukweli wa maisha, kwamba unaweza kumwacha mtu kwa sababu ya hali yake ya sasa, lakini ukasahau kuwa kesho yake haijulikani, na kwamba thamani ya mtu haipimwi kwa mfuko wake ya leo, bali kwa uwezo wake kusimama kesho. Na kama umefika mpaka hapa, basi hadithi hii ilikuwa na ujumbe kwako pia. Kama hadithi hii imekugusa moyo, imekufundisha somo la maisha, au imekufanya utafakari maamuzi yako, follow au subscribe sasa ili usikose simulizi zingine nzito za mapenzi, maisha na mafanikio. Like na share hadithi hii na mtu anayehitaji somo hili.